Karibu tena kwenye mwendelezo wa video za FK Pharmacy application na jinsi gani kuweza kutumia mfumo wetu kwenye duka lako la dawa. Leo nitakuelekeza jinsi gani kuweza kufanya prescription ama kumanage prescription kwenye duka lako la dawa kupitia FK Pharmacy application. Ukishafungua app yetu FK Pharmacy application, utakuja sehemu imeandikwa manage prescription. Hapa utabonyeza. Ukishabonyeza itafunguka page ambayo ina list ya prescription zote ambazo umezifanya kupitia app yetu FK Pharmacy application. Kwa sababu sisi hatuna imeandikwa kuna prescription found, kwa hiyo maana inabidi tuadi prescription ambayo tunataka turekodi hivi sasa. Kwa hiyo utakuja kwenye button huku juu, uta-click. Ukisha click, step ya kwanza kabisa kama unavyoona hapa kuna steps imeandikwa create a prescription. Hii ndio step ya kwanza kabisa ambayo ya kumweza kumwadi customer kwenye app yetu FK Pharmacy application. Nakumbuka huwa ili kuwe kuna prescription lazima kuwe kuna official mteja kabisa yupo ambaye unataka kumweka prescription. Kwa hiyo maana lazima umchague huyo mteja wako ambaye unataka kumweka prescription. Kwa hiyo maana utakuja hapa kumeandikwa search existing customer. Ukisha click hapa lazima muangalie sisi tuna mteja wetu, kumbuka yule anaitwa Rose. Kwa hiyo maana tutakuja tutamsearch hapa Rose, huyu hapa tutamwadi. Kwa Rose atakuadi hapo, then tutakuja kwenye step ya pili ambayo ni doctor. Tunaweka doctor ambaye anafanya prescription, labda tufanye ni John, anaitwa John Lucas. Kwa hiyo itategemea na wewe na madaktari ambao unao kwenye pharmacy yako au pharmacy ambao unao kwenye duka lako la dawa. Baada ya hapo prescription date, kamfanyia prescription lini, mfano leo tarehe 25. Baada ya hapo note, this is option, kwa unaweza kaweka, lakini tunaacha kama option, tunaacha kama ilivyo. Then baada hapo tunaenda next kama unavyoona hapa niseme kuweka add medicine, kuweka huyo mtu prescription unampatia sasa dawa gani ambazo huyo mtu unampa. Mfano ukija hapa kwenye add medicine hapa itafunguka dialog ambayo ina dawa zote ambazo zipo kwenye app yetu ya FK Pharmacy application. Mfano hapa tunampa dawa mbili, tunampa adrenaline kama unavyoona hapa. Then baada hapo quantity tunampa ngapi? Tunampa 2 labda, sawa, au tunampa 10. Then baada hapo dosage tunampa nini? Labda dosage tunampa mfano labda dosage hiyo dawa ni dosage hivi, mfano labda ni 500 mg. Naweka hapa. Then baada ya hapo frequency hiyo dawa anaitumia hapa 3 times, but tunaweka 3 times, anatumia 3 times. Baada ya hapo kuna duration, kipindi cha muda gani hiyo dawa itakuwa ishaisha, mfano labda ni 7 days. Nitakaika hapa ni siku yote ile ambayo unajua hiyo dawa inaisha, 7 days au 2 weeks au hapo. Baada hapo instruction tunampa maelekezo. Hapa chini ni instruction ambayo ni optional vile vile, kwa unaweza ukaacha ama ukaweka. Mfano instruction labda meza kutwa mara 3. Baada ya hapo utaadi medicine, utaweka hiyo dawa ambayo unampatia huyo mteja kwa ajili ya kufanyia prescription. Baada ya hapo unaenda next step ya mwisho ambayo ni kureview kama unavyoona hapo. Kwa hiyo ina maana hii ni dawa moja, kwa kama kuna dawa nyingine vivyo unaweza kaadi. Kwa sisi tunaadi tu dawa hiyo. Mfano tunaweza kaadi dawa nyingine ambayo ni Panado kama unavyoona hapa. Tunaweka Panado ambazo quantity tunampa vidonge 10. Sawa. Then dosage hapa ni option tunaacha, frequency ni option tunaacha, duration ni option kwa tunaacha kote. Then baada hapo tunaweka, ikishakuwa hapo tayari tunaenda kwenye next step ambayo ni step ya mwisho ya kuverify. Una verify sasa hizo dawa za huyo mtu ambaye unamfanyia prescription. Una verify hizo taarifa. Kwa hiyo unavapa mteja ni hapa, doctor name inaonekana hapa, dawa tunampa 2 hizi hapa ambapo ni hii hapa na hii. Then baada hapo una confirm hapa create prescription. Sawa, create prescription, unabonyeza create. Baada hapo tayari tumemtengenezea Rosemary Elias Makondo. Sawa, tumemtengenezea prescription tayari, lakini prescription ipo pending kwa sababu hatujafanyia mauzo. Kwa hiyo inabidi tufanyie process za mauzo hii prescription ili iweze kukamilika. Sawa, kwa maana utakuja utai-click hiyo prescription. Baada ya hapo utaangalia availability hizo dawa. Je, zipo au hazipo? Ushakuja hapo kwenye check availability. Baada hapo utaona ni kweli availability za dawa zipo, kwa maana kwenye mfumo ama kwenye duka la dawa hizo dawa zinapatikana na zipo kabisa. Baada ya hapo utarudi back, then baada ya hapo
unaweza ukaedit kama labda umekosea, vivyo unaweza ukafanya dispense. Dispense hapa ndo unaruhusu sasa kufanya mauzo. Sawa, kwa maana utakuwa kwenye dispense. Baada ya kwenye dispense hapa kama unavyoona dawa zote zitaonekana hapo zipo. Kama unaweza kuongeza bwana ongeza kama unavyoona hapo, kama uongeze utaacha hivyo hivyo. Sawa, kwa ni wewe tu, labda mfano ukikosea unaweka hapo. Sio tutachagua njia ya mauzo. Je, huyo mtu anachukua kwa njia ya mauzo kama unavyoona hapo, labda kwa cash, labda kwa kadi, kwa mobile money au kwa credit. Kwa ni wewe tu, huyo mtu anafanya mauzo aina gani. Then baada ya mfano huyo mtu anafanya kwa njia ya mobile money, utaweka hapo amelipia. Je, una discount unampa ama huna discount? Je, una tax? Kama tax hamna vile unaacha. Kama kwa baada hapo una dispense medicine hapa chini, una click button ya dispense medicine. Baada hapo tayari kama unavyoona hapa medicine dispensed successful, ina maana huyo mtu tayari tushamfanyia prescription. Kwa hiyo maana ukija kwenye manage prescription, sawa, unaweza kaona imebadilika, imekuwa complete. Kwa hiyo maana tayari ile prescription ishaingia kwenye sales. So ukifungua hapo unaona taarifa zote za huyo mtu tayari. Kwa ina maana ukija kwenye sales, ukiangalia sales hapa unaona hizo taarifa tayari zimeshaongezeka za huyo mtu mwingine ambaye tunamfanyia dispense. Huyo ambaye ni nani, ndio zimeweza kufungua hapo, kuna taarifa zote tayari zimekamilika za huyo mtu ambaye tunamfanyia prescription, ambazo unaweza vile vile uka cancel ya mauzo, ukafanya print receipt au uka share receipt. Hivi ndio namna kuweza kusimamia prescription kwenye Pet FK Pharmacy application. Ni mfumo bora na sahihi kuweza